Yangu ninapokueleza kwamba timu hapa inajieleza. Shadrack Kiboka Medemede, mimi nilishtuka siku ambayo nilimsikia mwalimu. Ujue Yanga kama walikuwa watu wa Yanga wote wanataka Boka aachwe. Umeelewa? Lakini mwalimu akasema mimi Boka naomba nimkute. Siku ambayo nilisikia Boka anabaki nikataka nijue huyu mwalimu ana nini cha ziada. Hilo umekiona sasa. Sasa huyu hapo Boka angalia anavyozima. Sijai kuona beki kama huyo nchi hii tangu tumeanza kusajili mabeki. Kushoto we tumesajili mabeki wa kushoto sisi wa kimataifa kibao. Boka Medemede msimu huu hatari. Acha huko Boka kule hiyo ndo hatari yenyewe. Sasa katengeneza Boka mashine yao mashine. Angalia ndani anavyocheza Ibrahim Baka na mwenzake Bakari Nondo. Huyo Bakari Nondo kama ni Manja Vidic. Hatari. Luke Abuya, Max Zingeli, acha ni hao. Yaani mimi kwanza natamani wana Yanga haswa viongozi wa matawi. Viongozi wa matawi wenzangu. Embu tuandalie zawadi maalum Max Zingeli na Luke Abuya. Vile viroba vyetu vya mchele vya miaka mingi ambavyo tulikuwa tunakusanya viroba vya mchele, mahindi, maharage, nini. Tunakuja kwenye mechi moja kwa ajili ya wanaume hawa. Luke na Max pia Zingeli. Kuna kazi wanaifanya kubwa ya kutukuka kiwanjani. Alafu kama ionekane. Alafu hiyo kazi kila siku wanaifanya hivyo. Bana, sio kama unanielewa. Na ile ombi nalipeleka kwa mwenyekiti Ali Kamwe. Tunaomba wanachama sisi tuandae zawadi maalum kwa ajili ya wanaume hawa wawili tu, Duke na Max pekee. Tuwape. Kuna kitu wanakifanya katikati ya kiwanja. Timu iko salama sana. Babu, sisi tunacheza mechi. Mpira kwa wachezwa goli huku. Mashabiki wa kule wanakuwa kazi yao kwa mashahidi tu. Wanaoenjoy wa huku. Mpira wa kipindi cha pili ukienda kule Yanga anachambulia kule. Mashabiki wa upande huu wanakuwa mashahidi. Kule ndio watu wanaenjoy boli. Kule kaingia Chuga unaambiwa loka jukwaa la 10,000 kule watu wanaenjoy. Kule nyuma goli wanaenjoy. Kule VIP wanaenjoy. Bana, leo Shashaman. Wa alaikum salam. Shashaman kama kawaida yake amefunga goli la viwango. Hilo tulikuwa ni swala la muda bana. Kumfananisha Sharulile na watu kamkumbe wale wanacheza hapa ni kukosea heshima watu. Umeelewa? Sharulile ni levels, yani uwezo kaanza kukaa hapa tu na mkompea Sharulile na watu wao. Sharulile atafunga migoli nimekwambia mimi. Sharulile ndo atakayevunja rekodi ya Mohamed Hussein Machinga. Goli 26. Yaani wewe ndo mimi sinakwambia na narudia kila siku. Hamna mtu mwingine yote atakayekwambia kauli hii. Mimi ndo nakwambia. Sharulile ndo atakayevunja rekodi ya Mohamed Hussein Machinga, na Mohamed Hussein Machinga mwenyewe nishamwambia. Nimwambia wewe miaka yote unakuja masteka. Wanakwama kufunga goli 26. Msimu Sharulile anafikisha. Wewe chukua tukaa nayo. Ikiisha msimu Sharulile hajafunga goli 26, njoo nitafute mimi nampa Mohamed Hussein milioni 1. Milioni 1 nampa cash. Chinga boy unampa milioni 1. Kama kweli msimu huu atakaza. Sharulile asifikishe goli 26. Hivyo wewe Zokwani anapopiga ile mipasi na ule nani wewe unamwona Zokwani anapotoa assist. Zokwani unajua kila mechi ana assist. Na hana tamaa. Muangalia anavyocheza Kangwanda, hana tamaa. Stefan Aziz Ki ingia kwenye hiyo timu. Wewe Sharulile asifikishe goli 26 vipi? Asifikishe vipi? Kaka. Watafuta watu wanaovaa nguo hizi. Ndo wataielezea Yanga, sio sisi. Sisi tukielezea Yanga sasa hivi. Yaani sio nitakuelezea Yanga mpaka lini? Yanga hatari. Sasa hivi ukivaa jezi ya Yanga, ukakaa sehemu yoyote ya kitajiri, wewe unaonekana ni bosi mkubwa, unaweza kumiliki hata nchi. Chugaman kwa mara ya kwanza anavaa jezi ya Young Africans anaingia katika uwanja wa KMC. Kipenzi cha watu huyo. Huyo kipenzi cha watu. Mimi nakumbuka niliongea na afisa habari Arusha mechi na Fountain Gate. Nilimwambia mwenyekiti yule mtoto ajua mpira. Uwanja mzima wanasema viongozi msajilini mtoto kwa mapenzi ya watu wa Arusha. Huyu mtoto sisi watu wa Arusha wote Yanga. Huyu mtoto akatuwakilishe kwenye timu yetu na sisi tuwe na mwakilishi Chuga boy. Yaani mpaka rais watu wanampigia magoti, rais mchukue yule mtoto. Hapo alikuwa anampelekea moto Shadrack Kiboka na Mohamed Hussein. Sasa huyu hapo katoka kwenye majeruhi leo, angalia katoa burudani. Haya ndo yuko fiti 100%. Hapo ukumbuke hii timu ndo kwanza na 25%, uje natafuta 30. Tukifika 50% ujue tunakutana nao. Mwezi wa 10 hapo. Tuna goli 11 mechi 3. Goli 11 mechi 3. Tumepigiwa shot on target hizi.
Diarra leo hajaruhusu goli. Sio hajaruhusu, hata kudaka hajadaka, kusave hivi ndio nje hajadaka. Leo Diarra hata kudaka hajadaka. Karuka, umeona karuka. Diarra zote alikuwa anapiga na miguu. Kagusa mipira ya miguuni. Diarra 34. Umenielewa? Mkononi 2. Hiyo anaitoa nje. Na kwa nje anapiga goli kick anaweka. Kwa Diarra hajajishughulisha kabisa. Yaani hata kusave hivi yote kacheza na mguu. Unaona save ya hatari pale. Kacheza na mguu. Diarra kagusa mipira 34 ya mguu. Mipira ya mkononi ambayo katenga ni goli kick 2 ambao alipiga shot of target, wale wamepiga shot of target 2. Ndio Diarra akachukua mpira nje na mkono akaeka ndani ndo akaanapiga. Kwa hiyo Diarra leo alikuwa kama kiungo. Pia pasi 34 unajua anapiga nani kwao? Nenda kwenye ile timu kamkumbe. Mchezaji wao muamini wao si Chama ndo anaweza akacheza mechi nzima akapiga pasi 34. Wewe unalinga la Libase na Chuga upande wa kulia kule Jeshi. Acha hiyo mashine. Shakwambia. Hiyo acha huyo mtu. Hakuitwa Jeshi kwa bahati mbaya, achana huyo mtu. Wewe ushangai. Ukiona mchezaji kavunjika Yanga, alafu watu wakakubali kumsubiria. Hiyo mashine. Sasa nakwambieni, Pacome akirudi anakuwa kama yao mara 2. Mchezaji hatari ambaye tutamsubiria sisi. Akienda majeruhi, akirudi, huyu anakuwa hatari mara 2 yake. Pacome siku atakaodi uwanjani, atakuwa na hamu kwamba mimi sikucheza na Duke, sikucheza na huyu Zakwane. Kama ndo anaanza ndio kama ajitambulisha kwa Yanga ni kwamba mimi sikuepo. Hiyo siku atakaodi Pacome. Oya. Sisi unajua sisi malengo yetu so ligi kuu wala so hiyo klabu bingwa ya nini ya Champions League ya Afrika. Malengo ya Yanga ni klabu bingwa dunia.